Unahisi nakutania? Shemu ujue unazingua, ujue afu akili yangu mimi nikishaonaga hivyo vitu tu napagawa na changanyikiwa. Ujue mimi nitaipiga kweli ujue. Jordan, mimi nataka hivyo. Ipige. Hakikisha unaipiga mpaka inachanganyikiwa. Ushindi ndio huu hapa. Umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Pole. Asante. Huo sasa ndo ukubwa. Kipindi kile wewe kabla hujaja mama yako pia alikuwa anamsumbua hivyo. Na leo zamu yako sasa. Unaanza kupata zile experience ambazo ulikuwa unampa kule mwanzo. Na hiyo sasa ndo maana halisi ya kwenda kuwa mwanamke. Yaani nimechoka. Lazima. Uweka ikalaki wewe unafikiri la kawaida. Lakini sasa nakuomba sana mtu. Tabia za kupoteza kumbukumbu za kuhudhuria kliniki mimi sizitaki. Masuala kunipeleka kule mtu mzima mimi naonekana sina akili kutokujua tarehe za kwenda pale. Hayo masuala mimi sitataka kuyaona tena. Sawa? Sawa. Na ukifanya masiala hapa saizi utakuwa unajipeleka mwenyewe kwa kliniki. Mimi siendi. Kwa utakuwa unipeleki? Mimi nikafate nini? Nikatukanishwe ovyo kule mimi kama mtoto mdogo. Wewe muda wote unakaa huko haujui hata tarehe ngapi unatakiwa uhudhurie, haujui siku gani utakuwa ununue kitu gani, haujui chochote. Unanipeleka tu mimi kule naenda naonekana sina akili. Sifanye hayo mambo. Basi nitakuwa nakumbuka. Ni wajibu wako. Make sure unaweka kalenda yako proper. Ikifika siku ya kuhudhuria unaniambia, tunakwenda wote tukiwa tumekamilika. Hiyo ndio maana watu kuwa smart. Baby bana ununue gari. Wasi unaona daktari pale alivyoniambia kwamba sitakiwi kupanda bodaboda wala bajaji. Alafu istoshi hizo pilika zote hizi za kutoa hela nyingi. Uone kama ni hela nyingi unatoa ukiwa unakodi gari. Gari bana. Wewe ni mwanasheria mkubwa. Inatakiwa uwe na gari yako. Yeah. Hilo neno. Na nimeniingia haswa. Tarifanyia kazi. I promise. Kuna namna sasa naanza kupata kahisia angalau kwa kudrive. Kwa sababu unajua kitaalamu mtu unapokaribia kuitwa baba kuna namna sasa kana kwamba unatakiwa utengeneze yale mazingira ili hata katoto kale kanapokuja kawe kanaona kabisa yes kumbe dingi hajakaa kizembe lakini hata wewe pia mama mtu kuna namna sasa kana kwamba unapokuwa unapelekwa clinic ama ile siku kwa ajili ya kwenda kujifungua unataka ukifika pale hospitalini unashusha mguu wako kwenye mkebe fulani hivi mweusi unawaka hata wale manesi wakitaka kupokea hivi kidogo wanakuwa wanatetemeka namna hii wanakuwa wanakupa heshima wanasema yes huyu ndio Madam Mrs. Wakili. Unaionaje? Ndio. Tiauzito. Limeisha. And I do promise you. Mwezi huu hautokwisha. Tunaweka chombo. Ndani mwanangu amefurahi. Huyu atakuja kuombea huyu.
naye alichoka jamani. Inawezekana habari za watu wazima afu naye pia anachangia atikisa kichwa. Mimi sitaki watoto mbea bwana. Usikute naye alikuwa anatabani. Niambiaje. Ngoja. Yote 9. Yaani bora tusahau kila kitu. Lakini 10 hili swala lazima tulikumbuke vizuri. Sio nakumbuka daktari ule ushauri wa mwisho ambao aliupendekeza pale kabla tujaondoka. Alisema nini? Unajizima data. Au unajisaulisha. Dokta alisema kuna vitu fulani hivi vya kitamaduni ambavyo yani vinawezekana kuendelea kufanyika sasa hivi, haviathiri chochote kuhusiana na masuala ya uzazi na hali yako. Kwa hiyo tunaweza tukaendelea